Hello, what's up my good people? Hope you are doing good, you are doing amazing. Welcome back to the RB family. If you're new here, my name is Brolin. And my good name is Ramsey. If you have not subscribed to this channel, consider subscribing. Now for the returning subscribers, tunapenda sana tena zaidi. Yeah, we love you so much. And guys. so today guys, we have come here with a new video. And kama wewe ni mgeni ama hata wewe si mgeni and you know how to watch our previous video, make sure you go and watch that video. Walini prank video nyingine hapo hivyo, but please pranks kama hizo mimi sitaki. Yaani kwa hiyo nyumba tusifanye pranks tafadhali. I don't want. Mimi sasa hivi na kifua. Mimi mgonjwa sawa. Daktari ameniandikia madawa, amesema sasa hivi sifai kuwa na mshtuko. Sasa hivi sifai kusikia kitu yote kistuka huku nje. So please spare me. No, cause one thing, okay, fans wako ni wako cause nimekuja kujua kitu kimoja, nyinyi mko na tabia. You and your entire group or your entire family. I don't know. Yes, I don't know the way utaiweka, but evil to me, I don't want pranks. Guys, Team Ramsey, please, we don't want pranks. Lakini you can prank us. Cause mimi kwa prank mnajifanya mtakulia. Lakini mimi nikiwa prank inakuwa like ni sikukuu. Yaani mnaiweka ikiwa sikukuu kabisa. Team Brolin, leteni pranks. Mimi sitaki pranks guys. Nimekataa. Textini TikTok, nimekataa hiyo kitu. I don't text me everywhere, WhatsApp, text me my dear. I don't want. We don't want peace. Tafadhali nimekataa. We don't want peace and we don't mind. Na hata hatujali. Na hata ututishi. Na we don't care. Na we are not sorry. Yeah, so today guys, ukiona tumeka hapa hivi, by the way we have a video. Nasema hii video leo cause nyinyi unajua mko funny. Unajua ukiona channel kama hii inajiita The RB Family, it means inafanya each and everything. Itaongea, kuna time itakuwa na talk, na time itakuwa na games, na time itakuwa na pranks, itafanya anything. But nyinyi guys, sijui mmeingiwa na nini. The only thing yenye unapata mnawatch kwa sana ni prank. Lakini mnamjui kuwa kuna mtu mwenye ako hapa nje na wewe uko hapo hivyo, maybe hauja get in marriage, hujafika kiwango yenye mtu uko na, sisi tunakuambia ufika hapo. That's why tumeka hapa hivi. At least we discuss something. Is it something small? Yeah. Something small. Atukatai sisi hapa hivi, we are young. Yeah, let's couple, talk guys. Young parents. Yeah. So ukiona tumeka hapa hivi, we just want to discuss with you guys kitu kidogo tu, alafu tunajua maybe tunawabo, lakini we share with you experience yenye tumeona in this journey. Yeah. There is someone out there anatamani kujua what's going on. Ni mimi tu inanifanyikiaga peke yangu ama ni sisi wote? Like we want to share your experience. Yeah. Like how is marriage out there? Young couples, how is your couple? Hata like mna coupling ya. Hata unajua one thing huku nje mtu ataona like Ramsey and Brolin when anakaa hivyo. I admire that couple sana. Mimi and that is mimi nitakwambia that is good kutu admire. Unajua hata mimi hapa hivi venye nimekaa hapa hivi, I have my role model. Unaona? So mimi siwezi kataa mtu akiwa mimi nikiwa role model wa mtu. Unaona? But one thing tu moja nitasema, na hii kitu anga inafanyika. Maybe pale wewe uko pale hivyo na boyfriend wako, mna date. Wacha nikwambie kitu, in a relationship challenges ziko. So ukiwa pale na boyfriend wako, usianze kumpatia pressure. Inataka ufanye kitu kama yenye naonanga Ramsey anafanya, nataka ufanye kitu kama naonanga Levina anafanya, nataka ufanye kitu kama naonanga Bruno anafanya, nataka ufanye kitu yenye naonanga Brighton anafanya, nataka wacha nikwambie kitu kimoja. Mimi hapa nawaambia, kila mtu ana run pace yake. Kila mtu ana run pace yake. Na kitu kingine nafaa pia ujue, social media isiwape pressure. Social media ni kitu ya kwanza ifai kukuja na iwafanye nini, iupatie mtu yote hapo hivi pressure. Live your life. Ishi maisha yako. Live according to your standards. Wewe enda na ile pesa yako. Usiangalie Ramsey hapo hivi na 25,000 subscribers.
mara Levina kuko na 100k, mara mwingine kuko na 200k, mwingine ako na 300k, ikupatie pressure no. Time yako ikifika, trust me, unaweza toka huko hata mimi mwenye papi hivi na 25,000 subscribers ukapita na ukaenda ukiendanga kabisa. Na kuna hiki kitu kimoja, and I guess hiki kitu pianga inafanya watu wanapeana pressure sana in a relationship. Kuna mtu atakwambia eti naonanga relationship fulani sijui iko na furaha, wale watu wanachekanga tu, wanagiftiana, wanafanya nini. Let me tell you mine. Hii kamera ikishawaka, especially kama kwanza mtu anajua hii kamera imewaka, niko mbele ya kamera, usi expect ni kitu yenye atafanya ndiye anafanyanga in real life yake. Kuna vitu zu change kwa hii social media. Usione mimi nakuja hapa hivi nikicheka na baby ukadhani sasa sisi maisha yetu yote kutoka tupatane, hatujawahi gombana, hatujawahi fanya nini. Let me tell you guys, marriage is on stages. Like no. Okay, as young couples, I'm not talking about marriage ya watu wakubwa. I know you have watu kama kina Milichebi and whatever, they have their own experience, their own watu wameka. Hao ni watu wenyewe, hata sisi tunaweza teka hao watu kalishe waongee na sisi, watu guide kwa some of things. Unaelewa? Sisi young couples, we have stages of marriage. Like okay, let me not take it like marriage, like when we start staying together, we have like 3 stages. I mean, like kuna stage 1 yenye sasa ndo mmekuja kuishi pamoja, you know, hapo hivyo love inakuanga automatically pure and 100%, like love iko kabisa, yani imejaa kujaa, iko tu hapa. Like hata hakuna anything inaweza pita between you guys. Alafu kuna the second stage yenye sasa mmekaa mshazoeana. Hiyo stage inakuanga sasa ni vita. Anything small ni kugombana, anything inakukasirisha. Sasa at that time mnakuanga bado mjajuana, unajua huko kwa mnajua huyu anapenda nini, huyu anapenda nini. Mlikuwa mnabebelezana pale kwanza, alafu sasa ndio mlikuwa mnadanganyana pale WhatsApp. Kwanza hata unapata guide linakuambia kama liboy hata lidem tu, inakuambia eti mimi baby siwezi lala kama sijaoga. Hiyo time mnadanganyana kwa simu. Baby me I don't eat kitu fulani, mnadanganyana kwa simu. Eti baby mimi ni yule mtu mwenye sijui nini sipendi hivi na hivi. Hiyo ni kwa simu. Mnadanganyana, mlianza kuishi pamoja. Acha nikwambie, time yenye mnaanza kuishi pamoja, ndio nilikuwa nawaambia kuna hizo 3 stages. Hiyo ya kwanza ni after wanaanza kuishi pamoja, so things zinakuanga so sweet and soft at that time. Ndio na maana then the second stage things zinakuwa hard, mnaona ni kama yezi neck eri tu ikae, eri kila mtu aende kivyake. Then kuna the third stage yenye sasa you guys mnakaga chini, mna decide this is what we want to do. Mimi napenda hii, na so kukiwa na issue we need to sit down and talk about it. If there is something we need to sit. If kama kuna kitu mbaya umeona huko, you need to tell me. That is the stage sasa ni kama mlikuwa machua kidogo, mnaanza kumachua sasa. You understand each other sasa good. I think that is the third stage yenye sasa you understand this is marriage, or sisi ni watu sasa tuko serious, we want to make a family. That is the stage sasa kila mtu you have to, like if kama kuna mna argue sana in your relationship, it's not you guys alone. Watu wana argue kila mtu. It's kama you have a fight for relationship, you are not alone in that fight. Watu wana argue, they fight. You know, but the solution inakuanga you sit down, discuss about the issue, then make decision. Ndio mfanye nini, mufike play. Unaona, ndio uone penye yani dad and mom penye wamefika kwa kiwango sasa yenye wako. Wamepitia a lot. Na kitu kimoja ni mimi, yani to me what I can advise boy child, yani mwanaume mwenzangu mwenye ako hapa, mimi wote ninaweza kuambia usiwahi get pressure ikafika point maybe ukaona Ramsey anatoshana vile, ama Ramsey ni mdogo na ameoa. One thing mimi nitakuwa advice kama boy, usioe juu ya pressure.
Usioe eti unaona rafiki yako ameoa. Usioe juu unaona mtu fulani ama mtu mwenye mlikuwa na yeye age mate uko ushagoa ameoa. Just wait paka right time ifike. Na pia ukitaka kuoa, yani unajua tuna date. Uwezi niambie eti maybe ule mtu mwenye kwa hapa mwenye sasa mwenye unasikiza na umeoa, ati huyo ndio mtu mwenye ulikuwa na yeye ule wa kwanza. Hapana. Kuna mtu mwenye umekuwa na yeye ukampromise utamuoa, lakini venye vitu zinaenda zikichange, inafika point unaona like akumbe kwa huyo. So that's why nakwambia ufanye research yako vizuri. Ukipatana na mwanamke, kwanza ta first mimi ninaweza kuadvise, ukipatana na mwanamke mchunguze. Usitoke tuko hivyo saizi umepatana na dem pale hivyo umemkatia usharashi ushamuoa. Ujui tabia zake. Same applies to ladies. Usipate tu msee hapo hivyo akona pia pressure ya mabeshte zangu wote wako na mabibi, mimi sina. So unapatana na msee hapo na pia pressures zake, ushaingia box, ushaingizwa kwa nyumba. You don't know what you are putting yourself into. Nyumba ni moto. Mimi nakwambia mimi nakwambia kwa advice tu, yani tu hizi vitu zinataka tu kwenda pole, utake time yako, ujue like now I'm ready to do this, na hivi kutakuwa hivi. Lakini ukijifanya tu wewe unataka kufanya kitu na pressure, utalia. Na another thing yenye hata ilikuwa hata main kabisa ni ukiwa in a relationship, jua tu venye unaweza handle mtu wako au dem ama boy. Jua venye unaweza mhandle. Kaa chini, yani venye mnaanza kuisha hapo ndo unajuanga huyu mtu kwanza si anapenda hii na hii hapendi. Nikifanya hii itamfurahisha, nikifanya hii itamkasirisha. Like in a relationship penda kusikiza sana. Lakini sasa usipende kuongea sana. Alafu penda kusikiza another thing acha tu niwaambie. Ukiwa in a relationship, wewe kana relationship yako, kana ndoa yako, kana familia yako. Mtu asitoke huko saizi akuja kuambia eti ule amefanya hivi, huyu amefanya nini. Imagine ukianza kusikiza advice za wase huko nje, hata za marafiki zako. Unaenda rafiki mmoja atakuja kuambia bwana, huyo dem ama huyo boy hamkai kukua na yeye, huyo dem si type yako. Fuata tu kitu yenye yako inakuja. Fuata nini ile kitu yenye pale penye, yani mimi sijui nitakueleza aje ndio ujue, lakini hakuna relationship yenye haina challenges. So usikae saizi eti maybe umeanza kuishi na mwenzako ukaona vitu haziendi sawa ama mnaanza kugombana unasema like no, things do and hivyo. Na kama kuna mtu mwenye ako hapo hivi na anaona like tunadanganya, basi ya comment kama anajiweza. Kama anasema relationship yake haina enu tofauti yote ile, a comment tujue basi yeye yes. Okay, we are not perfect but we choose to share with you guys. Kuna mtu pale nje. Tuko perfect. I know some of my fans, I know they have reached my inbox wakiniuliza how is life yangu imekuwa difficult, I don't know if I'll manage. That's why we decided no, let us do this. Like mostly like the most probably the problem yenye watu wanalia sana ni hawapatani kwa nyumba. Na that's why nasemaje, ukiona mwenzako yuko juu, you're supposed to be down. Yeah. Sawa. Then learn to listen more than like you judge fast na unarusha mdomo sana. Like learn to listen. Una listen kwanza. Take things easy. Sio hard to mnarushana like you never understand each other. Yeah. Just where time yenye kuna any problem, sit down. Mwambie kuna kitu janibamba. Ukiona at that moment kuelewana itakuwa ngumu, then relax. Utauliza baadaye ama utaisema baadaye ama utamwambia baadaye, unajua kitu fulani mimi haikunibamba. Ilikuwa ina suppose kwa hivi na hivi na hivi. Then you'll understand each other vizuri. Yeah, mtaelewana vizuri. So alafu the main key hata tukimaliza hii video, ukiwa hapa hivi na unatuwatch, tafadhali usikuwe na pressure ya kufanya anything. Usione Ramsey nimefanya hii ikakopea pressure. Usione Bahati amegift huko Diana ikakupatia pressure. Hizi vitu sana zinaumiza
zinatuumiza sisi young people. Like you want to be like someone. Unataka ufanyiwe, dema anataka fanyiwe venye ameona mtu mwingine akifanywa. Anasahau yule kuna place alipita hii place huko ndiye akafika pale. Cause see it alijump tu mara huyu akafika pale. No. Wait until your turn. Wewe tu pole pole kimbia tu race yako. Yeah. Trust me, ukikimbia race yako hakuna mahali penye utaona kuna uzito wote. Lakini ukitaka kujifanya unataka kufanya vitu na pressure, hapo hivyo ndio zitakukalia na zitakufinya na hata utaisha kabisa. Enda tuna pesa yako. Paka hizo vitu unajua kitu inaitwa pressure ndio inasukumanga wasee paka mnapata msee unapata unajiingiza kwa kitu yenyewe. Unajiuliza mimi mwenyewe kwa kitu nilijipataje. Unapata paka msee anakuwa mwizi, anafanya nini? Na ani juu ya pressure. Pressure isiwe wa. So pressure isiwahi kufanya ufanye kitu na mbio. Pressure saizi itakupeleke kuambie fanye kitu ndio ufike mahali fulani ndio. No. Mimi nitakwambia yes, hakuna mtu mwenye anatamani kufika kwa mahali fulani, lakini enda tu na pesa yako tafadhali. Mimi tu the only advice inaweza wapatia, na hiyo tu ndio ilikuwa tu main key ya video leo. Alafu remember, everyone you are seeing huko mbele is working hard, like he or she has really worked for that thing. Yeah, he has really worked hard to be there. Sacrifice ya kwa pale. So wewe usikosa ku sacrifice na unataka to jump into pale. It's not easy. See, easy comes. Work for that thing. Yeah. Work for that position. Work no fit in that space. Usipeane pressure kunje za kura. Utajiua na pressure bwana. Yeah. So tumeelewana? So kama tumeelewana, just take your time to subscribe kwa hii channel. Nikisubscribe usahau kushare na rafiki yako. Na actually guys, before nisahau, if uko na kitu you need us to share, Ebu, I'm always free. He's always, like, we are available. I'm available, he's available. Just hit our inbox, we share one or two things. Alafu tutaona venye kutakuwa. Sawa sawa. We love you so much, Nina.